Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahm wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فيا أيها الناس. Ndugu zangu Waislamu, Ijumaa yetu ya leo ni Ijumaa ya pili miongoni mwa Ijumaa za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika Ijumaa yetu ya leo kuwa pia ni katika fungu la pili au kumi la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufika katika kumi la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atudumishe mpaka tumalize mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa wazima hivi hivi. Kumi hili kwa mujibu wa ahadith na riwayati tofauti tofauti zilizopokelewa ni moja katika makumi bora katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambalo limeitwa ni kumi la maghfira. Ni kumi ambalo tutatakiwa tukithirishe sana sisi Waislamu kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe kwa yale tunayoyafanya au tuliyoyafanya. Na tukielezwa kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha kwa tuliyoyafanya, haimaanishi kwamba msamaha huo ni kwa ajili ya kumi hili peke yake au ni kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani peke yake, isipokuwa tukithirishe kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha katika kumi hili. Tangu Ramadhani kuingia, watu ukithirisha kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa nyiradi mbalimbali, lakini katika kumi hili yatakiwa iwe ni zaidi ya mara ya kwanza, kwa sababu ni kumi khaswa ambayo ni kumi la maghfira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sisi waja wake katika sura Ali Imran, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin.
na fanyeni haraka enyi waja kumuomba msamaha Mola wenu. Fanyeni haraka kuelekea kumuomba msamaha Mola wenu. Wa jannatin 'arduha ka'ardhi as-samai wal ard, au wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard. Katika sura nyingine imekuja wa jannatun 'arduha ka'ardhi as-samai wal ard. Sawa, lakini hapa wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard, na pepo upana wake sawa inafanana na upana wa mbingu na ardhi. Lakini pepo hiyo uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kina nani watu wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu anawataja mbele, anasema alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Ni wale ambao wanatoa mali zao fi sarra'i, katika majanga madogo madogo, wadh-dharra'i, na majanga makubwa makubwa. Sawa, tukisema majanga madogo madogo yanaeleweka, sio ukame. Sawa, ni vitu vyote ambavyo sio ukame. Majanga makubwa yanaeleweka, kumeingia corona, sawa, sijui kumekuja balaa gani, jua kali karibia miaka 3-4 mwaka mzima mvua hazinyeshi. Hayo ni majanga makubwa. Majanga madogo madogo ni hizi sadaka zetu za misikitini. Sawa, kutakiwa feni, kutakiwa taa, mwenzako leo hana chai ukamsaidia chai. Sasa watu wenye ucha Mungu, Mwenyezi Mungu anawataja katika aya hiyo, alladhina yunfiquna fi sarra wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza, na wenye kuzivumilia hasira zao au wenye kuzuia hasira. Somo udhiwa kidogo tu, sawa. Mwingine haja hata udhiwa zile hasira afanya kuzitafuta, kwamba mimi nitaenda kumvutia bangi huyu leo atanikoma. Wewe utakuwa si katika wacha Mungu. Wal-'afina 'anil nas, na wale wenye kuwasamehe watu. Sawa, inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Mwenyezi Mungu anawapenda watu wenye kufanya wema. Sawa, al-muhsinin ni moja katika daraja kubwa ya wacha Mungu. Sawa, Mwenyezi Mungu akitupa nafasi, tukija tukuzungumza auliyaullah, tutakuja kuzungumza al-muhsinin, al-mu'minin, al-muslimin, ndani ya Qur'an wametajwa. Sasa sisi ili tuwe ni wacha Mungu wa kweli, sawa, lazima tujisogeze sana kwa Mwenyezi Mungu kumtaka msamaha kwa yale ambayo tumeyafanya, na kuhakikisha kwamba tunajuta na makosa tuliyofanya na hatutarudia tena. 10 hili, huu ndio wakati wake sasa. Sijui tumeelewana Waislamu? 10 hili ndio maalum kabisa kwa ajili ya kuomba msamaha sana. Lakini cha ajabu, kila siku zinavyosogea katika mwezi wa Ramadhani kwenda mbele, Waislamu tunapungua misikitini, kana kwamba kadiri Ramadhani inavyokwenda ubora wake kwa waja wake unakuwa ni mkubwa. Lakini sisi kadiri Ramadhani inavyokwenda, na sisi umuhimu wetu wa kufanya ibada unapungua. Ni kiasi gani sisi tuko mbali sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidini tuwe ni katika watu wema, tujitahidini tuwe ni katika wacha Mungu ambao matendo yetu yatapenda sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Quds anasema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna abdan, hakika mja yoyote yule, adhnaba dhanban, atakapotenda madhambi, faqal, akasema yule mja kumwambia Mola wake, adhnabtu dhanban, Mwenyezi Mungu, mimi nimefanya madhambi makubwa.
faghfirhu li, nisamehe mimi ewe Mola wangu. Mtu Mwenyezi Mungu ndo anatoa kauli hizo kwamba hakika mja yoyote yule akiwa ametenda madhambi halafu akaamua kabisa akaacha mambo yote akakaa kitako akamwambia Mwenyezi Mungu, akakiri kwamba mimi bana nimetenda madhambi, ewe Mola wangu naomba unisamehe hayo madhambi yangu, sawa sawa, basi Mwenyezi Mungu anasema qad ghafartu li abdi, hakika mimi nitakuwa nimemsamehe mja wangu huyo. Ni nani katika sisi ambaye alishawahi kupata dakika 5 tu akakaa msikitini akaamua mimi leo naomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa makosa yangu niliyofanya? Ni nani katika sisi? Hakuna. Katika watu Waislamu 100 hakuna mtu aliyoacha nafasi yake japo dakika 10 akaamua sasa hivi mimi naomba Mwenyezi Mungu msamaha. Katika Waislamu 100 utapata Waislamu 2 tu, tena ni vijibabu. Sisi vijana sote tujifanya tuko busy na kutafuta hela. Ukiulizwa utasema kwamba kutafuta nako ni ibada. Kutafuta sio ibada. Sawa, ni katika mambo ambayo ni mubah. Mashekhi wanajua kutafuta ni katika mambo ambayo ni mubah, yamebihishwa na sheria. Jambo ukiambiwa ni mubah laweza likakufanya ukapata dhambi hilo hilo kwa namna ulivyolifanya, na jambo hilo hilo waweza ukalifanya la sawa ukapata thawabu. Ndio jambo linaloitwa ni mubah. Kwa hiyo usitoke hapa ukaenda Kasera ukaenda ukanyasa samaki wa watu, sawa sawa, ukajifanya kwamba na wewe upo kwenye ibada, waacha kuswali swala asubuhi, wajifanya wawahi wapi? Wawahi baharini. Wewe haupo kwenye ibada, wewe upo kwenye jambo la mubaha, ambao kama uko baharini na kukwenda utachukua kitu bila ruhusa ya mwenyewe utapata dhambi. Lazima tujue hivyo. Na kuna wale ambao hawaamki usiku kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha, hawaamki kufanya ibada yoyote wao Ramadhani hii, sawa sawa. Wao wana kisingizio kikubwa. Kisingizio chenyewe ni aya ya Mwenyezi Mungu, sijui ameifahamu vipi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kuna aya anasema hivi: uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum, umehalalishwa kwenu nyinyi usiku wa funga kuwaingilia wake zenu. Kumehalalishwa kwenu nyinyi katika ule usiku wa funga arrafathu ila nisaikum, kuwaingilia wake zenu. Hunna libasul lakum, wao wake zenu ni vivazi kwenu nyinyi. Wa antum libasul lahunna, na nyinyi ni vivazi kwa wao. Sasa rafiki zangu na baba zangu na kaka zangu, sawa sawa, wamechukua aya hii sasa, akimaliza kufuturu tu amtafuta mkewe alipo, hana tarawehe hana nini. Sio hivyo. Huu ni uongo na ni uelewa mbaya wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haiko hivyo kabisa, kwa sababu tukiangalia kwa mfano haraka hilo jambo lilikimbilia wewe walifanya masaa mangapi? Ni usiku kucha. Nani mwenye uwezo wa kufanya usiku kucha? Ni masaa mawili, ni saa moja tu limezidi, sawa sawa. Kwa hiyo kama huendi msikitini kwa sababu zako, usitafute aya za Mwenyezi Mungu ukazitia ila, sawa sawa, kwa sababu ya uasi wako. Matasema ni uasi kwa sababu kushughulika kwa ajili ya mja alafu ukamwacha Mwenyezi Mungu, sawa sawa, ni katika makosa. La ta'ata li makhluqin ila ma'siyati al-khaliq, hakuna twaa kwa ajili ya kiumbe, sawa sawa, kuelekea kwenda kumuudhi nani? Kumuudhi Muumba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesisitiza tarawih ni katika swala ambazo ni sunanun muakkadatun, ni sunna zenye kukokotezwa. Alafu jamaa yangu wewe umeshinda miogo dakika 3 tu wataka urudi ndani, alafu utoke tena, basi ingia alafu utoke wewe japo raka 8 habibi, huwahi. Ukiulizwa wasema uhilla lakum lailatus siyami arrafathu ila nisaikum, hapana. Sawa, haikuwa hivyo. Tukiangalia asbabu nuzuli za hiyo aya zilikuja kama vile ni ruhusa habibi, si ndio? Sadhiliasi bana, wataalamu wa usuli wanatuambia ilikuja ni kama vile ni ruhusa, lakini asli ilikuwa watu walikuwa wanatoboa mpaka asubuhi. Kina Sayyidina Umar bin Khattab
ilikuwa ni mikazo, si mchana si usiku Ramadhani watu kukutana na wake zao. Lakini baada ya kwamba wakilalamika sasa, wakionekana zile sura zao, ndio maana mbele aya semaje, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, amejua Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi mlikuwa mnajikhini za nafsi zenu. Sawa, mnatamani wake zenu, sheria imewabana, jamani hatuwaachieni. Ndio ikaja uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Haya, mbona msaada umegeuka sheria? Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa rafa'na wa iyyakum bima fina al ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisa'iril muslimat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الفاحل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuamrisha waja wake kwamba tufanye haraka kwenda kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu, sawa, lakini mbele anatuambia sisi, wa idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullaha lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Anawataja wale watu wa Mungu. Sawa, Mwenyezi Mungu anaendelea kutaja sifa za wacha Mungu. Anasema ni wale, na sifa zao nyingine ni wale ambao idha fa'alu fahishatan, pindi watakapotenda mambo machafu, au dhalamu anfusahum, au watakapodhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi. Almufassirun wanasema fahisha hapa ni madhambi ya zinaa, lakini Al-Kalbi nimemuona akisema kwamba katika sherehe yake, sawa, amenukuliwa na Imam Al-Baghawi katika Maalimu Tanzil, Al-Kalbi akisema kwamba fahisha ni madhambi yote makubwa, sawa, zimeingia zinaa, riba, nini. Walladhina idha fa'alu fahishatan, wale ambao pia pindiwa na kufanya mambo machafu, au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao kwa kufanya haya madogo madogo, kusengenya, kufanyaje, kusema uongo, sawa, dhakarullah, wanamkumbuka nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakishafanya yote hayo, baadaye wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, nimefanyaje mimi? Sawa, Mwenyezi Mungu atanionaje mimi? Wengine wafasiri wa kisufi wamesema kwamba ni kule kufanya dhikri, kwa sababu dhikri ndio inayofuta madhambi, ndio inayotengeneza moyo. Ndio maana wakazungumza hapa anfusa, ni kwa sababu ya ile nafsi ambayo imeathirika na madhambi yale, kwa sababu ya dhikri itatengenezeka. Sawa, kila mufasiri na vitu vyake, lakini almurad, makusudio makubwa ni mtu anapofanya madhambi kwa bahati mbaya, ipo hiyo, sawa, sisi ni binadamu, masumia al-insan illa bikathrati nisyan, hatukuitwa watu sisi isipokuwa kwa yule wingi wa kusahau. Sawa, sasa wewe ili uwe ni mtu wa kisawa sawa, utakapofanya lile baya au ikatokea umeidhulumu nafsi yako kwa kufanya madhambi, sawa, mtaje Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema tena, fastaghfaru lidhunubihim, sawa, wakataka msamaha kwa ajili ya yale madhambi yao. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ni nani mwenye kusamehe madhambi asiyokuwa Mwenyezi Mungu? Utasamehewa na nani zina yako unayofanya kila siku? Utasamehewa na nani uongo wako unaodanganya kila siku ili upate hela? Utasamehewa na nani wewe kuzini wake za watu? Madhambi hayo isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukiyafanya, watakiwa ujue kwamba kuna Mwenyezi Mungu ambaye ameyakataza. Ukae umkumbuke Mwenyezi Mungu, umsamehe. Wala yusirru ala ma fa'alu,
na mtu asishikamane, asingangane na yale anayoyafanya. Pamoja na kuwa utataka msamaha, lakini usinganganie. Sawa sawa. Kuna daraja za toba. Tutakuja kusoma inshallah, Mwenyezi Mungu akipauzima inshallah siku nyingine. Siku nyingine watu wakupotea kwenye hizo mihrabu mpaka tukamatwe njiani na askari ndio tufike hapo. Lakini inshallah tunafuata kuja kuona daraja za toba. Sawa sawa Kwamba mtu anaweza kufanya ukamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, yale madhambi yako yakakujia katika moyo, ikawa yakuja kama vile wayaona mpaka machozi yakakutoka. Na kuna mwingine akifanya istighfari hata 100 ajiona sawa tu. Sawa tutakuja kuona huko baadaye inshallah, Mwenyezi Mungu akitupa nafasi. Tufanye istighfari vipi ili yale madhambi yaondoke katika ile hali ya kutamani maasi iondoke katika moyo wako. Sawa wa hum ya'lamun, na hali ya kuwa wao ni wenye kujua hilo. Sawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatukumbusha sisi waja wake kwamba kila utakavyokuwa umefanya wewe, sawa basi rudi kwa Mwenyezi Mungu. Sawa hatusemi kwamba kuna mtu yeye ni bingwa wa maasi hawezi kuacha, wala hatusemi kwamba kuna mtu yeye ni mcha Mungu hawezi kuasi. Kila kitu ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kule kurudi kwa Mwenyezi Mungu sawa ni kutaka taufiki ya Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu akutoe pale ulipo akuweke sehemu nyingine. Na wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia angalau waingie misikitini, nao pia wasiache kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Sawa kwa sababu madhambi yamegawanyika. Kuna wale ambao wayajua, sawa alafu kuna ambao wameyafanya siri, wama asrartu, si ndio? Alafu kuna ambao wama anta a'lam bihi minni. Tumewahi kuomba dua hiyo kwamba kuna madhambi ambayo Mwenyezi Mungu ayajua zaidi kuliko wewe mwenye madhambi yako. Kwa hiyo hata mimi na wewe ambao tunajiona tunataja msikitini tukaswali, pia tusiache kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha muda wa kwamba kuna madhambi ambayo sisi hatuyajui, Mwenyezi Mungu ndiye anayajua zaidi. Sawa siku moja Abu Huraira alikuwa katika misafara yake, akakutana na mwanamke muntaqibatun, amejifunga hijabu, amefunga nikabu, amejistiri vizuri. Akamsimamisha Abu Huraira, akamwambia Abu Huraira, inni adhnabtu dhanban adhiman. Ya Abu Huraira, hakika mimi nimefanya madhambi makubwa sana. Abu Huraira akashtuka, mwanamke amejistiri namna hii alafu azungumza maneno haya. Akamuuliza, wa ma dhambuka, haya wewe ni yapi madhambi yako? Akamwambia, inni zanaitu, hakika mimi nimezini. Sawa hapo sijazini tu, wa qataltu alwalada fi min az-zina, na nimemuua pia yule mtoto ambaye ametokana na zina ile. Yule mwanamke anamshtakia nani? Abu Huraira. Abu Huraira akamwambia, ahlakti. Wewe bwana umeangamia, tena umeangamia sana. Mwanamke akashtuka, akaona mimi nimezini alafu huyu ananiambia nimeangamia, na huyu ni katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa itakuwaje mimi nitaishi maisha gani mja mimi? Yule mwanamke akaondoka pale, akawa ana hofu kubwa, akarudi nyumbani kwake. Akalala mpaka asubuhi kulivyokucha, akamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahati nzuri afika pale, riwaya ziko nyingi. Kuna riwaya inasema Abu Huraira alikuja kuzungumza na Mtume, kuna riwaya yasema yule mwanamke alikuja kuzungumza na Mtume, kuna riwaya pia yasema walikuja wote wawili wakakutana pale. Kila mtu alikuwa na njia zake, sawa. Lakini makusudi ni haya tunayozungumza, sio habari ya kuja na kutokuja. Basi bwana Abu Huraira akamwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, au tuseme yule dada, sawa. Mimi nimekutana na Abu Huraira, nikamweleza kadha na kadha na kadha na kadha. Akanijibu kadha na kadha na kadha na kadha. Hebu niambie Mtume, mimi itakuwa ni mtu aina gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Huraira, wewe Abu Huraira, umesahau aya isemayo
walladhina yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wala yaznun wala yaznun waman yaf'al dhalika yalqa athama. Sawa. Hizi aya zimeanza nyuma kidogo, kama tumeanza na wao ni wao ya atu, maana yake huko nyuma kuna maneno yalianza. Sawa. Lakini kwa kutokana muda tutoka kipande hiki ambacho tuna shida nacho tu. Aya hii Mwenyezi Mungu anataja waumini, sifa za mawali wake. Sawa. Mwenyezi Mungu katika aya hii Mwenyezi Mungu asema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na wale ambao la yad'una ma'a Allahi, sasa hawaombi au hawamshirikishi Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Sawa, itakuwa Kiswahili kizuri wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, na hawakuua nafsi ambayo imeharamishwa na Mwenyezi Mungu kuuliwa isipokuwa kwa haki. Sawa. Wala yaznun, na wala pia hawakuzini. Sawa. Yudha'af lahu al-'adhab, watu hao Mwenyezi Mungu atawaongezea adhabu. Sawa. Yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana, atawaongezea watu hao adhabu Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, na wataingia katika moto milele. Mwenyezi Mungu anavua, anasema illa man taba, isipokuwa yule ambaye ametubia, wa amila amalan salihan, sawa, na akatenda matendo mema, ulaik hawe yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, atabadilisha Mwenyezi Mungu yale mabaya yao kuwa ndio mema. Wa kana Allahu ghafurur rahima, na Mwenyezi Mungu ndio mwenye kusamehe mno, ndio mwenye huruma mno. Umefanya lipi kubwa ndugu yangu ninalokufanya wewe huwezi kukamstini hata dakika 3 kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha? Yule kafiri ambaye alimuua babake mdogo Mtume, sawa, naye aliambiwa maneno haya alipotaka kuslimu. Alisema mimi nimeua, nimezini, tena sio nimeua tu, alimuua babake mdogo Mtume. Sisi tumeelewana vizuri? Yeye alimuua babake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mshirikina mkubwa. Lakini akaambiwa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Mimi na wewe hivi ndani keshowahi kuuata ng'ombe, kumpiga kisu ng'ombe bila sababu? Yaani sio kumchinja, kumkuta ng'ombe tu kumpiga kisu kuua kafu, nani? Hakuna. Sisi tumeelewa vizuri Kwa hiyo tusikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Yeye Mwenyezi Mungu si ndio mwenye kusamehe, ndio mwenye sisi waja wake. Turudini kwa Mwenyezi Mungu jamani. Sisi tumeelewa vizuri hasa katika kumi hili tujitahidini kurudi misikitini Waislamu, na tusitoke tena, tusiwanie kwenda kucheza karata kwa ajili ya kuoana huko kwenye karata. Watu waoana, wanaume kwa wanaume kwenye karata, wanawake kwa wanawake waoana kwenye karata. Itakuwaje habari hii jamani? Kwa hiyo tujitahidini jamani, turudini kwa Mwenyezi Mungu, tuacheni kila kitu. Sawa, walimu wapo. Ukijiona hujasoma huwezi kuswali, tafuta walimu watakusomesha. Hautopewa msamaha siku ya kiyama. Sisi tumeelewa vizuri Waislamu? اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.